maana nilichelewa kama siku 2 tu. Nimepeleka nikaambiwa bwana, hapa umeshakosea masharti. Hapa aidha ufilisike au tafakari na kufikiria. Ni madam ambaye alienda kwa mganga, lakini mganga alimsaidia vitu vingi, lakini pia akapata utajiri ambao sio wa kawaida. Alifanya utaratibu wa dawa ya mara ya kwanza, akatimiza masharti yake, akafanya utaratibu wa dawa kwa mara ya pili, ndio huo ambao alipewa paka. Hapo sasa ndo pazito, kwa sababu hapo ndo palianza kumuia vigumu sana. Ulihisi alipokuambia wewe unapeleka kinyesi kwake, ulihisi anataka akitumie kwenye kufanya nini ile kibinadamu kikawaida? Kibinadamu nilimuuliza, akanambia yeye inamfanya yeye abusti dawa ya mimi kuendelea kuwa na utajiri. Kwa sababu yule paka sinipo naye kule. Kwa hiyo ina maana yeye nikipeleka ile inamfanya yeye abusti dawa, atengeneze dawa kwa ajili ya mimi kuendelea. Okay. Sawa. Maana yake toka hapo kawa ni muumini wa waganga. Sasa si ndio tafsiri? Sio sana. Okay. Sawa. Umesema ukufanya muda mrefu sana, kupeleka vile ambavyo amekuagiza mganga. Ugumu ulikuwa ni nini mpaka ukachoka kiasi hicho, kwa sababu ushakuwa na hela, kitu kidogo kama hicho unachoka kweli? Ni kidogo sawa, ila ni kikubwa, kwa sababu mtu kukumbuka kila mwezi kwamba huyu paka inabidi ufanye hivi, haya kuishi na paka naye unajua tu ni umepewa. Yaani nilikuwa ninajua tu kabisa kwamba huyu paka ni wa masharti. Ina maana yani kuna wakati inachosha, kwa sababu unaishi masharti yanavyotaka. Hauishi wewe unavyotaka yani. Hivi huyo paka ukiwa unasafiri inabidi ufanyaje? Labda unasafiri safari yako ya wiki moja, wiki mbili, unabidi uwe naye au kuna mtu unaweza kumwachia maagizo, au huyo paka anakuaje? Yaani huyo paka sikuwahi kumlisha mimi chakula. Kwa hiyo namfungia tu naondoka. Yaani sikuambiwa kwamba niwe nampa chakula, hapana. Hata yeye sikuwahi kuona amedai chakula. Ulikuwa jini? Nahisi ilikuwa hivyo, hata mimi niliwaza. Okay, sawa. Ulichokaje sasa, na baada ya kuchoka ulifanya maamuzi gani? Baada ya kuchoka ilikuwa mwezi mwingine, ilikuwa ni mimi ndo niende, kwa sababu inabidi nipeleke kila mwisho wa mwezi. Ilibidi nipeleke kila mwisho wa mwezi, ndo kuna mwezi mmoja nikaa sijapeleka. Nilikuwa nimesafiri. Kwa hiyo kuna sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu, nikaa nimechelewa. Ndio hapo tena ndo nikaanza hapo tena kukosea masharti. Hivi kumbe inabidi maana yake usiwe mbali kabisa na nyumbani, kwa sababu ni lazima mpeleke mzigo wa watu. Hata kama utakuwa mbali, lakini uzingatie muda wa kupeleka. Okay. Sawa. Kwa mara ya kwanza unafanya hizo mistake, yani unafanya hayo makosa, ulihisi unakosea kiasi hicho kama adhabu ambayo ulipewa, au uliona ni kawaida hata kama nikikosea nitasamehewa na maisha yangu atakuwa hivi? Kwa wakati huo nilijua ni rahisi sana. Nilijua kwa sababu nilivyorudi nilikuja nikapeleka, ila ikaonekana haina maana, kwa sababu yani ikaonekana nimekosea masharti kuliko chochote. Yani ilionekana nimekosea masharti, nimekosea sana. Kwa hiyo nilivyopeleka, maana nilichelewa kama siku 2 tu. Nimepeleka nikaambiwa bwana, hapa umeshakosea masharti. Hapa aidha ufilisike au nikupe masharti mengine, kwa sababu haya tayari umeshakosea. Nikaambia sharti gani tena? Akanambia hutakiwi kuolewa kwenye maisha yako yote. Manake yule paka anamchukua au inakuaje sasa? Yule tena anamchukua kama alivyomchukua yule nyoka, na yule naye akasema huyu namchukua, hawezi tena kuja kwako, hata kama akiwa kwako hawezi kufanya tena kazi. Kwa hiyo na maana wewe masharti yako hamna kuhusiana tena kuwa na mahusiano au kuolewa. Na wakati huo mimi nilikuwa kwenye process za kufunga ndoa na mpenzi wangu. Mpenzi wangu ambaye nimekutana naye kwenye mizunguko yangu ya biashara. Tukakutana naye, tukaelewana, tukatambulishana. Kwa hiyo nilikuwa kwenye hizo process. Na mganga akanambia hutakiwi kufunga ndoa wala kuwa na mahusiano yoyote yale. Wakati anakupa hizo taarifa,
wewe uliona ni sharti gumu kuliko ile la paka, au uliona hilo jepesi kwa sababu hilo maana yake huteseki, unateseka nini? Hapana, kwangu mimi nilikuwa ni gumu kwa sababu yani ukiangalia jinsi ambavyo nimetoka naye mbali yule mwenzangu na tuki rahisi, afu niwe tayari nimwache, kwa sababu mimi mpenzi wangu alikuwa hajui kama mimi hizo mali nipo natumia kwa sababu ya waganga, yeye sikuwahi kumshirikisha. Kwa hiyo sasa ningemshirikishaje kwenye mambo hayo? Kwa hiyo akaniambia sasa chagua mawili, utajiri wangu urudi au wewe ubaki na huyo mtu wako. Mimi kwa wakati huo nilipuuza, nikasema utarudi vipi? Mimi nikaondoka. Maana yake hilo sharti uliligomea, ulikataa? Niligomea, ndio. Okay. Nimeligomea, nikarudi, nikaendelea na mambo yangu kama kawaida, tukaendelea na process za ndoa kama kawaida. Sasa baada ya kama wiki 2 nikaanza kuona sasa biashara zinaanza kwenda vibaya. Nikaona baadaye biashara zinaenda vibaya, sijakaa sawa. Gari ambayo nilikuwa nimeenda kufunga mzigo nikaambiwa siku hiyo nilikuwa nimeagiza. Gari ile imeanguka, imepata ajali. Na mzigo ulikuwa ni mkubwa kidogo. Sikukaa sawa, niko nyumbani nimelala. Naambiwa duka bwana limeungua. Sijakaa sawa, naambiwa mara kwenye ile duka jingine limefungwa. Na kufunguliwa kwake wamesema sijui nimekosea masharti, sijui kwenye kwenye ulipaji leseni. Leseni sijui imekuaje, yani nikaa sielewi. Mpaka nikawa sasa mvivu hata kukaa nitoke kufuatilia hizo mambo zangu. Napenda nifahamu hela zako za benki hazikuzulika chochote? Wakati huo hela za benki tayari tumezitumia kwenye process za harusi. Maana yake hela ikawa haipo tena kwenye mzunguko. Hela ikawa haipo tena kwenye mzunguko. Mwisho wa siku tena tumekaa tupona mambo na bado niko na yule mtu. Nikakuta yule mtu kumbe alikuwa na mke wake naye kamfuata. Ananiambia yeye amekuja kusikia mume wake anafunga ndoa. Kumbe yule mwanaume ana mke na watoto 2. Huyo mchumba manake ambaye alikwambia anataka kukuoa wewe alikuwa na mke na watoto 2. Na watoto 2. Ina maana ndoa yangu mimi ilikuwa ndoa ya 2. Maana alikuwa anafunga kisirisiri bila kwao kufahamu chochote. Bila kwao kufahamu chochote. Sasa sikuelewa yule mwanaume alinipendea pesa au alinipendea nini, sijaelewa. Japokuwa mke wake ndiye alikuja kuharibu kila kitu pale. Sasa mke wake alivyokuja kumchukua mume wake, umeenda kwa mganga, umegoma masharti kwa sababu unampenda huyo mwanaume, lakini mwisho wa siku mwanaume amekuja kuchukuliwa na huyo mwanaume. Ulihisi huyo mwanaume alikuwa ni mwanaume wa aina gani kuja kwenye maisha yako? Yaani mimi bado ninafikiria kwamba tokea nilivyokosea tu yale masharti kwa mganga, mambo mengi yameenda mlama kwa sababu hiyo. Akili nyingine inaniambia kwa sababu mimi mganga aliniambia utapoteza kila kitu. Kwa hiyo mimi naona pia ni process ya mimi pia kufilisika, kwa sababu nikimkosa hata yule mtu ambaye nilikuwa nimemfikiria ambaye ndo bora yeye kuliko hata hizo mali, naye pia amepotea. Sawa. Baada ya kupoteza mume, mchumba, baada ya kupoteza mali, baada ya hizo process za harusi ulikuwa umesimamia mwenyewe, umetumia gharama zako zote, mwisho wa siku ukawa huna chochote, umebaki mwenyewe. Uliona dunia ni dunia ya aina gani? Kiukweli dunia yangu ilikuwa mbaya sana. Marafiki walinitenga. Marafiki walinitenga. Baada ya vitu vyote hivi kupoteza, baada ya mambo yote kufanyika, baada ya matukio yote hayo kuwa, ulihisi ulifanya makosa kuwa na tamaa? Ulihisi ulikuwa uko sahihi? Ulihisi ulishinikizwa? Ulihisi umefuata mkumbo? Mimi nahisi ule ulikuwa ni mkumbo, kwa sababu nilishakuwa, japokuwa maisha yalikuwa magumu, nilikuwa tu naendelea vizuri. Ila kula nilikuwa sikosi, ila tu kufuata ushauri wa kila mtu pasipo kupima. Imekuchukua muda gani? Yaani ulitulia kiasi gani mpaka kuamua kufungua biashara yako ya genge? Imenichukua kama miezi 6 hivi mpaka leo. Genge kwa maana unauza shilingi ngapi kwa siku? Siku moja hivyo, siku nyingine nauza, siku nyingine siuzi, lakini angalau kwa sasa hela ninayoipata ni ya halali. Sio kama kipindi kile ambacho niko tajiri afu naishi kwa masharti, tofauti kabisa.
Sasa hivi unauza shilingi ngapi kwa siku? Siku ikienda vizuri, yani siku kwako ni nzuri kibiashara. Siku kama imeenda vizuri kabisa hata 150,000 nauza. Sio genge duka hilo. Kwa sababu mara nyingi nawauzia watu ambao wanapika mama ntilie. Okay. Manake sasa hivi umerudi kanisani au upo mute? Yani nimerudi kanisani, nasali sana saizi. Saizi nasali sana. Nimerudi kanisani na pia nilimwambia mchungaji, nilimueleza kila kitu kwamba bwana mimi nilipotea. Okay. Sawa. Ikitokea sasa hivi majaribu kwenye hiyo biashara, labda hilo genge lako sasa hivi likaungua. Utasema shida imetokea wapi? Yaani utaamini nini? Kwamba limeungua kwa sababu gani? Au tatizo la kufanana na lile ambalo ulikosema masharti likitokea sasa hivi. Utasema kwa nini limetokea? Utawaza nini? Hapana, tulishafunga maagano yote na mchungaji na waumini wenzangu. Kwa hiyo kama itatokea itakuwa tu ni mitihani tu ya kawaida. Sitegemei kama itakuwa ni yale ambayo yalitokea. Okay. Ndio. Sisi tunashukuru sana kwa hichi ambacho umeshare na sisi, lakini pia tunakuombea ukawe na msimamo thabiti kwa kile ambacho unakiamini. The same biashara yako ikawe bora zaidi. Kwa yule ambaye anakutazama wakati huu, anaweza kusema wewe ulikuwa unajifanya unasali, lakini kumbe ulikuwa na ushetani ndani yako. Unatamani umfundishe nini? Au unatamani umjuze nini? Hapana, kusali kwa kweli, kusali kunasaidia sana. Mimi nilivyoingia tu kwenye hayo mambo, niliacha kabisa kusali. Nilikuwa sisali. Wachungaji walinifuata, nilikuwa busy sana. Kwa sababu mganga aliniambia nisichanganye mambo ya kanisa na mambo ya dawa. Sisi tunashukuru sana bado, tunakutakia heri, lakini pia Mwenyezi Mungu akakupe nguvu ya ziada, ukaendelee kuwa imara zaidi kwa kile ambacho unakiamini. Amina. Mpango wa kuolewa sasa kwa sababu yule mtu ashaondoka. Bado nafikiria. Kwa yule ambaye amekupa lile somo, ukimpata sasa hivi mchumba, utaangalia, yani utatengeneza uaminifu kwa kumwangalia vigezo gani? Kwa sababu nimejikita sana kwenye mambo ya Mungu. Nitamuuliza Mungu, nitashirikisha wachungaji, waumini wenzangu. Sidhani kama kuna kibaya tena kitaletwa kwangu. Hivi akija mtu ambaye hasali, utakubali kuolewa naye? Hapana. Kwa sasa siwezi tena, huko kote nimepita. Siwezi tena. Unataka wa kanisani humo? Sio lazima awe wa kanisani, ila ni yule ambaye anamcha Mungu. Okay. Sisi tunashukuru sana, tunakuombea kila lile ambalo unalitarajia likawe basi vile ambavyo unatarajia vile mbele za Mwenyezi Mungu. Amina. Tunashukuru sana. Amina. Mtazamaji, hope umepata picha na elimu duni ya kile ambacho tulikuwa tunatamani kufahamu. Asante na nikutakie wakati mwema. Bye bye.